is anointing that will work for you. In Jesus' name. But the two books, that is the book of Matthew and the book of Hebrews. There are books that are emphasizing on the importance of honoring. Importance of honoring, supporting, and at the same time, learning. What? 3 things. But the two books, Hebrews and Matthew, they are books that are emphasizing the importance, 1, about honoring. Number 2 is about supporting. And number 3 is about learning from spiritual leaders. Praise the name of God. The book of Matthew focuses on receiving the reward. The book of Matthew is emphasizing on receiving the reward from God after you have supported a messenger in the house. After you have stood with somebody whom God has anointed. Mtu ambaye Mungu amempaka na mafuta. Amesimama kwa pengo kwa ajili ya kusanyiko. So Matthew emphasizing on receiving the reward. And Hebrews encourages on the imitation of the faith that is found in the godly leaders. And sometimes I look at it when Quakers we undertake this exercise of nominating leaders. Sometimes tunaifanya tu bila kuzingatia na kuelewa ya kwamba watu wale ambao tunaweka kwa uongozi kama si mtu wa imani, kanisa limeangamia. Kama si mtu ambaye ni wa kutembea kwa imani, kanisa limeangamia. Kanisa linakaa katika hali iliyo ngumu zaidi kwa kile kipindi ambacho huyo kiongozi atakuwepo. My scriptures talked about the anointing you honor. That upon every leader, how about tumeombea hapo kwa madhabahu, kila ambacho tumetenda wakati huu kwa maisha yao ni kutangaza ukuu na uweza wake Mungu juu ya hao viongozi, ili wawezeshwe kutenda kazi ambayo ni ya Mungu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wawezeshwe kutenda kazi ya Mungu. Maana kwa nguvu na uwezo wao hakuna jambo watakalotenda. Hata kama umesoma uko na masomo ya kiwango gani, ifikapo kazi ya Mungu, hiyo mchezo kando. Mchezo kando. We have seen many people ambao wako na uwezo mbalimbali wakishindwa kufanya kazi ya Mungu, wakilemewa kutenda kazi ambayo wamepewa kwa kanisa. And sometimes hata wengine wanafika mahali they end up even quitting, kwa sababu wamejaribu na wamekuta ya kwamba ni ngumu. Wamejaribu na wamepata ya kwamba hawawezi kuendelea kwa sababu za zile changamoto ambazo zinakuja na uongozi. So upon each person or each one of us ambaye amekubali kupokea amekubali kuitikia mwito wa kutenda kazi ya huduma, Mungu huachilia mafuta. Bwana asifiwe. Mungu huachilia nini? Mafuta. But again, ndio Mungu aachilie mafuta juu ya huyu mtumishi ambaye amekubali kutumika kwa madhabahu, inategemea na level ya kukubali kwake kupokea kwa Mungu ambaye atamtia mafuta, ili haya mafuta aipeane kwa wale anaowaongoza. Sometimes when there is the challenge, the anointing ama nguvu za Mungu kutoweza kutoka kwa viongozi kwenda kwa washirika, ni kwa sababu ya kwamba there is a barrier ambayo imewekwa katikati. Huyu kiongozi hana access kwa mambo ya ufalme yenye anastahili kupokea, ili apeane kwa wale ambao wako chini yake, wale ambao Mungu ameweka chini yake aweze kuwatawala. The reason to why the church ama kanisa limekaa katika hali ya kutosonga mbele ni kwa sababu kuna watu waliingia kwa uongozi na ni watu walikwama. Watu ambao walikwama, and so they don't have the access
kwa mambo ya ufalme, ili walete kwa kusanyiko lile Mungu ametenga. Bwana asifiwe. We are praying in the name of Jesus kwamba viongozi wa Karioko wale tumeombea hawatakuwa vizuizi kwa kile Mungu anataka tende kwa hili kanisa, in Jesus name. Hawatakuwa sababu ya Mungu kutotenda, sababu ya Mungu kutowezesha watu waweze kubarikiwa, even as they come to the house of God. So the anointing of God is the empowering presence of the Holy Spirit. Ni uwezo wake Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu upon each and every person ambaye ako available for service. God does not just release his presence, his anointing, if you are not in service. Praise the Lord. He does not release his anointing if you are not in service. Mungu anaachilia uweza kama uko kwa huduma, but ndio kuachilia uweza lazima ukubali kutumika, lazima ukubali kutenda makusudio yake. And so this anointing acts as a divine seal that enables us to function, inayotuwezesha ili ya kwamba tutende kazi, ili tutumike na hata tutimize makusudio yake Mungu beyond our natural abilities. Bwana asifiwe. And that's why I said that kazi ya Mungu ni kazi tofauti. If you are not ready, then God will not use you. If you are not ready to serve, then Mungu hawezi akatumika kupitia kwako. And so Mungu anapoachilia uwezo ni wa kusaidia wewe kama mtumishi wake. Huu uwezo ni wa kusaidia, si uwezo wa kujigamba nao, si uwezo wa kutumika ama wa kutumia kwa njia ambayo haistahili. Ni uwezo ambao unastahili kusaidie ili kwamba kazi ya Mungu isikuwe mzigo. Bwana asifiwe. Kazi ya Mungu isiwe nini? Mzigo. Sione kama ni mzigo, but uone kama kazi ambayo nimepewa ni kazi ambayo nimeichukua na iko meant kwanza kunibariki na kubariki wale watu ambao ninatumikia, katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. He who honors, yule ambaye anaye heshima, ni heshima manini? A good Kiswahili word ni nini? Wachema Kiswahili word. Yule anaye heshimu mafuta ya yule ambaye anatumikia atapokea zawadi ama atapokea a reward kutegemea na mafuta iliyo juu ya huyo mtu ambaye anatumika katika madhabahu. Bwana asifiwe. Kuna maneno mbalimbali ambayo ningependa tuiangalie hata tunapoendelea na hii ujumbe Bwana alitia ndani yangu. He who honors. In other words, when you honor the anointing upon a servant, you get connected. So meaning, honor connects. When you honor the anointing of God upon a servant of God, upon an anointed man or woman of God, you get connected. Unaunganishwa. That honoring a man or a woman of God bridges a gap between their capacity and your need, enabling you to receive from it. Your capacity and your need. All of us, we come to the church very pregnant and expectant. Somebody was telling me, it's very unfortunate sometimes. Kuna mtu alikuwa ananiambia, unajua nini? Kuna watu wanaweza kuja tu kanisani kwa sababu yeye jukumu lake amekuja kuangalia mahali makosa itapatikana. And by the end of the service atapata makosa. Ibada ikiisha, akisimama hapo nje, mazungumzo ni kwamba na leo, huyu alituambia nini?
leo